TAWIRI bado tupo Sabasaba hapa Dar es Salaam, na tunaendelea kutoa elimu juu ya tafiti za wanyamapori Tanzania, na hawa ni wadau mbalimbali ambao wamekuja hapa kwenye banda letu wakiendelea kupata elimu juu ya tafiti za wanyamapori. Hawa ni watafiti ambao wanatoa elimu, na elimu hii ni muhimu kwa uhifadhi wa wanyamapori. Baada ya kupewa elimu kwa wadau mbalimbali juu ya tafiti za wanyamapori Tanzania, na wadau hawa wana maswali mbalimbali ya kuuliza ili waweze kujua zaidi au kupewa ufahamu zaidi kwa pale ambapo wanakuwa bado hawajajua vizuri. Karibu sana kwa maswali. Ndio, naitwa Idi Mbwana Kigoga kutokea halmashauri ya wilaya ya Kilindi. Nimevutiwa sana na siku hii ya Sabasaba. Kuna vitu vingi tumeweza kujifunza. Ni vigezo gani ambavyo mnazingatia kuweza kuchagua kwamba mnyama fulani tunatakiwa tumvalishe kola? Kwa sababu tunaona kwamba wanyama wengi wanapokuja kwenye uvamizi hawaji mmoja, wanakuja kama kundi. Sasa mnachagua kwamba tunataka tumvalishe huyu, mmezingatia nini? Karibu sana. Asante sana kwa swali zuri. Huwa tunaangalia yule kiongozi wa kundi ndio tunamvalisha hii GPS kola, kwa maana ya mikanda visukuma mawimbi, na lengo kuu la kumvalisha yule kiongozi wa kundi ni kwamba tukishamvalisha huyo mmoja tunakuwa tunapata taarifa za kundi zima liko wapi na wakati gani. Kwa mfano, kwa jamii ya tembo huwa tunamvalisha yule jike ambaye ana umri mkubwa zaidi, ambaye kitaalamu tunamuita matriarch, maana familia ya tembo huwa inaongozwa na mwanamke. Sawa? Kwa majina naitwa Amina Rajabu Manyehe kutoka mkoa wa Tanga, wilaya ya Kilindi. Nimefika hapa kwenye banda la mali asili la TAWIRI. Tumejifunza vitu vingi sana, ila kuna kitu ambacho nataka niulize swali. Ni hatua gani mnachukua pindi wanyama wanapovamia maeneo ambayo si rafiki? Asante kwa swali zuri. Huwa tukiona changamoto kama hiyo, huwa tunakwenda katika eneo husika kwa kushirikiana na Rangers. Tunaongea na mamlaka kwa mfano ya usimamizi pia wanyamapori Tanzania TAWA, lakini pia tunakuwa na timu ya Rangers. Rangers ni wale askari wa wanyamapori ambao tukishafika katika eneo husika tunatumia teknolojia mbalimbali na mbinu nyingine mbalimbali ili kuweza kuwaondoa hawa wanyama. Kwa mfano, kwa tembo huwa tunatumia kuna njia ya vuvuzela. Tembo huwa hapendi kelele, kwa hiyo unavyopuliza ile vuvuzela inavyotoa sauti kali inakuwa ni kero katika masikio yake na kumfukuza katika eneo husika. Na hapa ni mkoani Dar es Salaam, na hapa ni Sabasaba, na mimi ni Pierre Lupanda kutoka TAWIRI Tanzania.